United Nations educational, scientific and cultural organization, which we often term it as UNESCO, to celebrate radio as a powerful tool for information, education and entertainment. Tuko hapa na Mundia Ongute, who is a radio presenter at Vihiga FM, who will be telling us about which region you listen to Vihiga FM from, and if you've ever listened to Mundia's show, you can tell us. Utatuelezea a bit about yourself, Mundia ni nani na jukumu lako ni lipi? Kunitambua mimi Mundia na kuniita katika redio yetu ya Vihiga. Nisema asante sana kwa kututambua na kutupa nafasi hii kuja hapa ili tuzungumze, tusherehekee Vihiga FM. Mimi naendesha kipindi katika lugha ya mama. Nikizungumza katika lugha ya mama. Alafu kila siku ya Jumapili naendesha kipindi cha kidini. Huwa nahusika sana katika kutengeneza ripoti za habari. Tunatembea humu mashinani. Katika kaunti yao na pia kwenye taifa lao kwa ujumla. Isitoshe pia mimi mengi tu sana ambayo huwa nafanya pale Vihiga. Anapata kujua kila ambacho kinaendelea, anapata kuelewa jinsi ya kuweza Mawasiliano ya redio bado ni muhimu leo. Redio ni muhimu sana. Redio ni muhimu sana katika jamii ya sasa. Redio. Asilimia kubwa ya watu wanaweza sababu ukiweza kuangalia watu ambao hawajai soma gazeti, lakini niko na uhakika kwamba ukitembea katika kila nyumba kutumia redio. Kwa hivyo redio inapatikana kwa kila familia. Labda mtandao haufiki kule mahali ambako kitu ambacho kinaitwa wifi hakipo kule. Muhimu sana ambacho kinatumika kufikia
Ni televisheni labda utahitajika kulipa, ambayo hulipiwa kila mwezi kwa wale ambao wako na vile ving'ang'uzi, kulipia kila mwezi. Mwezi ukifika mwisho unafaa ulipie redio, mradi wewe umenunua redio yako na umepata jinsi ambavyo utaweza kupata nguvu za umeme. Wakati wa majanga, wakati ya dharura, redio inatumika kuwasilisha mambo fulani fulani. Kuzimwa, watu hawataweza kufika kwenye mitandao zao. Watu hawataweza kufika kwenye mitandao pale mahali. Vile vile ukiweza kuangalia redio, unaweza ukaitumia, bado unaweza ukatumia redio. Wewe unalima, unapanda mimea wako, unachunga mifugo wako, bado unatumia redio. Ukiwa gazeti lipo, labda napenda kulinganisha na gazeti. Gazeti itabidi umeweza kuketi chini, uchukue muda wako, usome. Unaona sasa itakuzuia ukaitumia wakati unaendesha mambo mengine. Ni jambo tu ambalo linafanya redio kuwa rahisi sana. Burudani la muziki, kisha kupa muziki, kutakuja na zile programu ambazo tuko nacho na kitadumu, kipo hapa kudumu. Na katika ya wanajamii, wananchi kupata habari na burudani, umepata changamoto zipi katika kazi yako? Changamoto zipo mingi sana. Changamoto zipo mingi sana ambayo inahitajika na umma. Lakini utafika pale utapata wale watu ambao wako na habari kuwasilisha watu wakaweze kuijua. Jambo la pili, mtu ambaye unatarajia ndiye ambaye anafaa akakuja kusaidia kufanya uhamasisho kuhusu kitu. Kwa ni vigumu sana kuchanganua haya kwa lugha moja hadi nyingine, ni mfanye msikilizaji akaweze kuelewa. Inakuwa ni ngumu sana kumfanya yule mama ambaye ananisikiliza nyumbani kuelewa haya mambo. Kwa hivyo kubwa ile ambayo nimeweza kusema ya kwanza, watu ambao hawatarajii kuzungumza kwenye redio. Kitu cha pili, habari uko kwenye redio kila siku, labda wale wasikilizaji na watu kiwango kingine cha maisha hawaelewi mwanahabari ama kufanya kazi kwenye redio ni kazi kama zingine, ni hiyo inaathiri jinsi unatangamana na watu. Kwa hivyo unapata kwamba inakuwa ni vigumu kufanya mambo mengine.
Mfano tu wakati wa chamcha nifike pale kwenye kibanda, nataka nikule akatumia hivi vyakula vyetu vya kawaida. Unaona sasa jamii imeweza kutuweka katika kiwango tofauti. Lakini ni kazi kama zingine. Na umeona umekuwa Vihiga FM kwa miaka mingapi? Na kipindi kinaitwa Rada ya Vihiga. Kipindi hicho nilikuwa na ni lipi wanafanya, ni lipi wanatekeleza, wanawapangia nini, kuweza kuwauliza maswali. Labda tuseme njia fulani haipiki, labda tuseme wako na matatizo kiafya, wameweza kufika kwenye hospitali, ukapata kwamba hakuna madawa pale, kwa hivyo namtafuta mhusika, anakuja pale, wananchi wanamuuliza maswali, kusaidia maswala mengine kutatuliwa. Kwa hivyo kwa mfano ukiweza kuita afisa mkuu wa afya aweze kusema kwa nini hakuna madawa katika hospitali fulani yake, utapata kwamba wameweza kutekeleza, na sasa wananchi wanaanza kufurahia hizo huduma ambazo wanafaa kupata kutoka kwa serikali. Kwa hivyo nimekaa kwa muda tangia mwaka wa 2021. Na katika vinasaidia jamii kutoka kwa zile ripoti mmepeana. Mundia, kuna siku uliongea pale redio ukasema hatuna hapa, lakini kwa sasa tumeona wale wanaohusika wameweza kutusaidia. Ni juzi tu Jumatano tu nikiwa nafanya survey yangu pale hewani, nikauliza swali. Wale ambao walikuwa wanasikiliza siku ya Jumatano wanaweza wakasema hilo, ya kwamba niliuliza swali tu. Hii imekuwa wiki ya kusherekea redio duniani. Wewe redio hii ya Vihiga FM imeweza kukusaidia vipi? Waliosema yalikuwa mambo ya kutia moyo sana 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 sana. Sababu watu walikuwa wanasema hapo mlisema kitu fulani kimeweza kunisaidia, hapo mlisema kitu fulani kimeweza kunisaidia. Kunao waliopiga simu wakasema kwamba Mundia, mkurugenzi wa kilimo kwenye redio, akaweza kutufunza jinsi ya kuchanja mifugo. Siku hizi hatuoni kutokana na Vihiga FM, maana mmeweza kuleta wakurugenzi kutoka idara ya kilimo ambao kukuza hawa kuku na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo ni mambo mengi sana ambao waliweza wakaweza kusema kwamba hawakujua serikali ya kaunti ya Vihiga imeweza kuanzisha hapa kwenye hospitali ya rufaa na Fistula Foundation, wakaweza kuanzisha hapa mpango wa kuweza kutibu wale wagonjwa ambao wameweza kwa inatibu tatizo la fistula, na akafika pale na akaweza kutibiwa. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana kusikia sana kwa kupiga simu, wameweza kujuana, wamekuja kwa pamoja, wameweza kutengeneza makundi, wako katika makundi, wanasaidiana. Wapo ambao wanasomesha watoto na table banking, wanasaidiana.
Wapo wale ambao najua kwamba wameweza kununuliana mifugo kama ng'ombe kupitia Vihiga FM, yani wameweza kukuja kwa pamoja. Kwa hivyo kuna vikundi redio ya Vihiga FM, kuna wale ambao wanajiita Vihiga FM WhatsApp CBO. CBO wako katika makundi tofauti tofauti na wanasaidiana hadi kiwango cha kusomesha ya watu wengi sana. La mwisho ni kwamba redio yetu ya kwa upande mkubwa zaidi ni cha kufurahisha sisi masikio yetu, lakini kimeweza kusaidia watu wengi sana, ambako tunazungumzia madawa ya kienyeji, jinsi yalivyokuwa yakitumika kitambo. Sisi tunajikumbusha tu jinsi madawa hayo yalikuwa yanatumika kitambo, lakini kuna ambao wameweza kusaidika, wanatumika. Kuna waliopiga simu wakisema kwamba mimi nimetumia saumu na nikamaliza homa. Mambo ni mengi sana ambayo watu wameweza kufurahia kupitia Vihiga FM, na kwa kweli wameweza kusaidia sana. Na sasa kando na hii kituo ya Vihiga FM, stesheni ya Vihiga FM saidia jamii ya Vihiga, kituo hiki ni kituo cha serikali ya kaunti ya Vihiga. Na sasa Vihiga FM husaidia vipi serikali ya kaunti ya Vihiga? Vizuri sana. Vihiga FM ni kituo cha serikali ya kaunti ya Vihiga, na nataka nishukuru serikali ya kaunti ya Vihiga ikiongozwa na Gavana Dr. Wilbur Otichlo kwa kuweza kufurahia redio hii na kuweza kuitumia katika kuhakikisha tu ya kwamba wakazi wa gatuzi la Vihiga wanapata serikali ya kaunti kutumia redio hii. Wajua, nilivyoweza kuanza pale mwanzo ni kwamba wataweza kusikiliza tu redio ili waweze kwenda kulala, na kuna kusemwa kwa redio ni authentic na hauwezi pinga kitu ambacho kimeweza kusemwa. Hii kwani wakati wasikilizaji wetu kitu ambacho kinajulikana kama public participation, ya kwamba swala fulani waweze kusema, na hivyo basi serikali itakuwa imejua msimamo wa wananchi ni huu. Kwa mfano, kuna hili uliza wananchi, nyinyi mko tayari kuwa na yale mambo yote ambayo yanatokea kwenye manispaa? Walipiga simu wakatueleza kwamba sisi hatuna tatizo na manispaa, pale nyumbani na tulinde kaburi zetu. Wajua kwamba sasa hiyo inaeleza swala na public participation. Pili, kila mradi ambao unaendeshwa na serikali ya kaunti ya Vihiga huwa tunakuja moja kwa moja wakati mradi unaanza hadi mradi unapokamilika. Tuseme kwa mfano ujenzi wa darasa la ECD kaunti ndogo ya fulani hivyo, alafu tutafuatilia vivyo hivyo tutarudi huko bado tutarejea kule na gavana tuambie wasikilizaji ya kwamba leo aliweza kuzindua ujenzi, lilikuwa linafunguliwa leo, na sasa wanafunzi wa chekechea katika kaunti ya Vihiga sasa wanaketi mahali nadhifu.
Kwa hivyo inasaidia pakubwa sana. Hapa kueleza kwamba sasa tusisikie mtu akisema kwamba hakuna madawa. Madawa yapo. Kwa hivyo sisi tumejaribu kuambia wananchi kila kitu ambacho serikali inafanya. Kwa hivyo stesheni hii kwamba tunaweza tukakuwa na mkurupuko wa ugonjwa. Utapata kwamba Vihiga FM itatumika ambia wananchi ya kwamba kuna mkurupuko fulani wa ugonjwa, iwe kumekuwa na mkurupuko wa ugonjwa wa miguu na kukatokea na ile quarantine notice ikakuja. Kuna ya kilimo aliweza kufika akasema kwamba kwa hivyo sasa hivi mifugo hawatakuwa kumekuwa na chanjo vile tulikuwa tunaeleza wanatoa chanjo wako katika hii wodi. Kwa hivyo wakazi wa wodi fulani, tafadhali mkae tayari, siku fulani wataalamu watakuwa inakuwa ni muhimu sana, na unapata kwamba redio inanufaika kutokana na kufanya kusema hayo mambo ambayo serikali inafanya. Hili jambo linafanyika kwetu, huwa mnashirikiana vyema na wale maafisa kama mtu amesema shida iko hapa, serikali ya kaunti iwasaidie. Kuna changamoto zozote mnapata kwa kiano mzuri sana wakati tunafika katika ofisi zao kueleza kwamba kuna hawana ule uwezo, watajitahidi kutuma yule mdogo wao ili akaweze wakurugenzi na maafisa wa serikali ya kaunti ya Vihiga. Kumekuwa na nileta leo, watu wananiona mimi nakaa namna gani. Redio huko katika sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo sio mahali pabaya, redio ni mahali pazuri sana. Kaendelee kutumia Vihiga FM zaidi kuhakikisha tu kwamba wakazi wa gatuzi la hii kaunti kikaweze kufikishwa pale wa gatuzi la Vihiga wanafuatilia stesheni yetu ya Vihiga FM ambayo pumzika kidogo, na tutakaporudi tutazungumzia zaidi
mwaka huu ya redio na AI ambayo kwa Kiswahili inaambiwa inaitwa akili mnemba. Ndio kitu ambacho kimeweza kupatia watu wengi ajira, watu ambao kazi kwingine, lakini imeweza kutupatia ajira sisi tukiwa tumejificha huko. Sauti nzuri, sauti nyororo
habari imeweza kufika nyumbani. Kwa hivyo nashukuru sana redio, wavumbuzi wa redio, wale ambao wameweza kuanzisha redio, wale ambao ni waajiri walikuwa na yale mawazo ya kuajiri watu. Niweze kuwashukuru sana na niweze kusihi wale ambao wako na uwezo pia wakaweze kuvumbua na kutengeneza redio, ili wengi sana ambao wameweza kusomea taaluma hii ya wanahabari na wanaweza fanya katika redio pia wakaweze kupata nafasi za ajira. Sasa leo tunapokuona wewe Mundia, mada ya mwaka huu tunaposherehekea siku ya redio ni redio na akili mnemba, kwa kizungu, kwa Kiingereza tunasema artificial intelligence, ambayo watu wengi wanaita AI, wanaelewa AI. Na sasa mwaka huu si siku ya redio duniani, hii mada ya AI inamaanisha nini kwako? Naam, AI jinsi ambavyo imeweza kukuja, AI imekuja kubadilisha mambo mengi sana. Ukiweza kuangalia, watu wengi wako na wasiwasi ya kwamba huenda AI ikakuja na ikachukua kazi zao. Lakini mimi, kulingana na mimi, inakuwa ni vizuri sana AI iweze kuja kurahisisha kazi ya wanahabari, lakini sio kuchukua kazi ya wanahabari. Kwa hivyo AI imeweza kukuja kurahisisha kazi ya wanahabari, wala sio kuchukua kazi ya wanahabari. Niseme hivi, iwapo sisi wote tutaelekea kutumia AI katika kufanya wanahabari, huenda tukafika mahali tukajipata kwamba tunakuwa bias. Sababu iwapo utaweza kupatia AI command iweze kufanya vitu kadha wa kadha, utapata kwamba labda mwanahabari umeweza kukua bias, umeweza kuripoti kwa kuegemea upande mmoja, ama umeweza kufanya kitu ambacho umeweza kuripoti kazi ya wenyewe, umefika hewani na maudhui ya wenyewe ama content ya mtu mwingine ambaye ameweza kuifanya mahali kwingine, na inaweza ikakufikisha mahali ambako unaweza ukajipata na lile tatizo ama ile kesi ya plagiarism, ya kwamba umeweza kufanya kazi ambayo ni ya mtu mwingine ukaweza kuitumia vibaya. Kwa hivyo wanahabari tuweze kuwa makini zaidi na jinsi ambavyo tunatumia AI kuendesha vipindi vyetu kwenye redio. Tukue makini sana jinsi ambavyo tunatumia AI kukusanya habari na kadhalika na kadhalika. Na itakuwa ni vizuri sana tukitumia tu labda AI kuhakikisha tu ya kwamba tunajaribu ku verify ama kufanya tu utafiti, alafu sisi wenyewe kwa kutumia akili yetu tuweze kuongeza ubunifu. Sababu wapo wale wanahabari wazembe ambao sasa hufika wakati unapata ya kwamba ubunifu wao umepotea. Wanategemea AI tangia mwanzo mpaka mwisho. Na kazi ya AI mimi naweza nikakueleza kwamba ukiweza kuiona hivi utajua kwamba hii ni kazi ambayo imeweza kufanywa na AI, na kazi ya ubunifu wa akili wa binadamu pia utaweza kuona tu hakika hii ni akili ya binadamu. Kwa hivyo wito wangu kwa wanahabari wakaweze kuangalia, baada ya kupatia AI command iweze kuwasaidia, inakuwa ni vizuri sana wakaweza kuverify ili wakaweze kuona ambacho matokeo ya AI ni ya ukweli ama si ya ukweli. Na kwa wale wahariri, editors, jukumu ni kwao kuweza kupitia katika zile hadithi ama habari ambazo zimeweza kuandikwa, kuweza kuangalia ndiyo mwanahabari huyu aliweza kutumia AI, hii iko sawa, inaendana na maadili ya wanahabari ama inakuwa namna gani. Kwa hivyo AI itakuwa ni vizuri sana 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 sote tuweze kuzingatia maadili ya kiwanahabari, sababu ikafika mahali msikilizaji akaweza kugundua aliyekuwa akizungumza studio haikuwa sauti ya Mundia, lakini ni AI ili hadhi ya redio kwa kutumia kwa kutegemea AI sana. Na
kuitumia vizuri, kuna wasiwasi wa habari potofu na zile za uongo. Na unavyosema wahariri wale editors pia waangalie ya kwamba mtu ukipeleka ripoti yako, ukitoa hadithi zako, stori zako pale kwenye redio na katika vituo vingine, ya kwamba hamjapoteza ule uaminifu wa wanahabari. Na sasa wewe Mundia, umewahi tumia AI katika kuripoti? Nimewahi tumia AI, siwezi nikadanganya, lakini AI yangu ilikuja wakati Gavana wa Vihiga Dr. Wilbur Tichlo alikuwa akiitia sahihi mkataba wa makubaliano na ile hospitali ya Gertrudes telemedicines ambayo ilikuwa inaletwa hapa katika gatuzi la Vihiga. Wajua walikuwa wanazungumza technical terms. Mimi nilitumia tu AI kufanya utafiti kuweza kujua hii telemedicine ni nini. Ni vizuri sana wewe mwenyewe uende kule utafute kujua zaidi, ndio ukienda hiyo taarifa ambayo unaripoti. Kwa hivyo mimi nimewahi tumia huo wakati, niliweza kuitumia kuweza kusoma zaidi kuhusiana na telemedicine vizuri sana na nikaelewa. Alafu baada ya kusoma nikamtafuta mtaalamu kutoka kwenye hospitali ya Gertrudes, akaweza kunieleza zaidi na zaidi na zaidi. Alafu nikakuwa na taarifa yangu mzuri sana. Si sana katika kazi yangu ya wanahabari. Naona leo umevalia Media Council of Kenya. Na Media Council MCK huwa wanakuwa na trainings kadha wa kadha humu nchini. Juzi nimeona wamekuwa na Strathmore University na Aga Khan University, sana sana kile chuo cha wanahabari na teknolojia sana sana kwa kuripoti. Na siku hizi watu wengi wanaijua kama digital journalism, ambapo pale penye na aweze kupeleka habari zako. Sasa hizi trainings ambazo huwa sana sana tunaziona na ziko hadi wanasema AI for good. Na kuna zile trainings zozote ambazo kupata mkiwa wanahabari wale pale Vihiga FM, jinsi ya ambapo habari ndio unapokea lakini haujui kama ni ya ukweli. Pale AI amesema sasa hizi trainings ambazo sana sana tunaziona, mmeweza kuzipokea ama unaona kama si kila mtu ako na ule uwezo wa ama muda wa kufanya kazi vizuri? Hii kidogo inisaidie, lakini asahau kuverify jinsi umesema. Sasa kuna hizi trainings ambazo mmeweza wanahabari wenzako. Asante sana Shamim. Nianze na kuhakikishia msikilizaji wa Vihiga FM ya kwamba pale Vihiga FM ukweli, habari zetu ni za ukweli. Hakuna siku pale Vihiga FM tumewahi kuja ni ya kutatanisha, habari ambayo ni ya kukanganya. Pale Vihiga FM tunazo habari ambazo sisi wenyewe tumeweza kufika pale kwenye field, tukaweza kuzungumza na mhakikishia msikilizaji ya kwamba akae tayari na ngangari kwa zile habari ambazo ni za kweli na ama kumchanganya na habari ambazo hazieleweki. Pia
bado hatujapata kupata mafunzo ya aina yoyote, lakini mkurugenzi wetu yuko katika kati ya kuweza kuandaa haya mafunzo ili yakakue yakifanyika katika kila kuota. Kuna hizo mikakati za kuhakikisha kwamba wale wanahabari wa Vihiga FM wanapokea mafunzo labda kwa kila kuota ya mwaka, ili wakaweze kuenenda sambamba na matarajio ya teknolojia, kuhakikisha tu ya kwamba wanachofanya ni cha ukweli na kwa ufasaha. Lakini kufikia sasa inakuwa ni vizuri sana msikilizaji akaweze kufahamu ya kwamba Vihiga FM hatutaweza kuingiliwa labda kwa njia yoyote ile na kupeana habari ambazo zimeweza kuingiliwa sana na AI za kupotosha. La hasha. Kwa hivyo tunasihi serikali ya kaunti ya Vihiga ikaweze kufanikisha swala hili na kumsaidia mkurugenzi wetu kutusaidia ili tukaweze kupata haya mafunzo kutoka na mashirika mengine mengi. Vile itakuwa ni vizuri sana vyuo vinavyotoa mafunzo ya wanahabari pia vikaweze kuongeza masuala ya AI kwenye mtaala, ili wale wanaotoka shuleni na kuja kujiunga nasi wakaweze kuja wakiwa tayari kufanya kazi na teknolojia ya kisasa. Na tunapomalizia tumezungumza sana kuhusu tunawasherehekea wanahabari wa redio leo, na tumezungumzia jinsi redio inasaidia jamii sana. Lakini tukiwaona vile umesema tunaona ni mtu ni tofauti, lakini kwenyu nini redio inawasaidia vipi wanahabari? Asante sana. Wajua Shamim, labda ulikuwa unatarajia Mundi anayekuja labda ni alikuwa yepi. Basi kama huo unasikia Mundi ukidhania sura yake ni kama sauti yake ndio. Redio ni muhimu sana sababu imeweza kutupa ajira. Tunaweza tukalisha familia zetu, tunaweza Kwa hivyo redio ni muhimu sana, imeweza kufanya tumeweza kujulikana na watu wengi. Kuwajua. Kwa hivyo redio imeweza kutusaidia sana. Mawazo, redio imeweza kutusaidia kupanua akili na mawazo, sababu unafaa hidi kuweza kujua utazungumza nini leo, kesho kutwa, siku zijazo, mwezi ujao, mwaka ujao. Na vitu kama hivyo. Kwa hivyo redio ni muhimu sana, na iwapo utataka kujua umuhimu wa redio kwa wanahabari, basi funga redio zote, utajua kumbe ilikuwa imeweza kuajiri watu wengi sana. Na una ujumbe upi kwa wasikilizaji na watazamaji leo hii tunapoadhimisha siku ya redio duniani? Vizuri sana. Kwa wasikilizaji niweze kuwashukuru sana kwanza kwa kuweza kutuchagua sisi Vihiga FM 105.0. Takao kufanya ukaweze kuhisi ya kwamba pale ndio nyumbani. Jambo la pili, msikilizaji, mtandao huu niweze kukusii ya kwamba uendelee tu kusikiliza Vihiga FM, kwani ndio stesheni
Vihiga, magatuzi jirani, kanda ya Ziwa Victoria na hata taifa tukufu la Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo usibadilishe mita bendi kila wakati, sisi tuko nawe kila wakati. Uendelee kutupatia ya kwako umaskini kitupatia, nasi tutazidi kusimama nawe katika kila hali. Tutaweza kukupatia habari ambazo zimeweza kuegemea upande mmoja. Na kwa wale watazamaji ambao wanatazama kwa mara ya kwanza, kama hujawahi sikiliza Vihiga FM, mengi yamekupita. Kwa hivyo Vihiga FM inapatikana 105.0. 105.0 unaweza ukaenda kwenye redio yako ili uweze kujua mengi zaidi yanayojiri katika gatuzi la Vihiga, yanayojiri kila mahali. Tune in to kwa Vihiga FM tena sana. Kwa hivyo mweleze rafiki yako, amweleze rafiki yake, naye amweleze rafiki yake, naye pia aeleze rafiki yake, wote wakaweze kusikiliza Vihiga FM kwa mengi zaidi. Hata wewe Shamim pia pale nyumbani sikiliza Vihiga FM. Vihiga FM inapatikana kule kwenu, sio? Ndio, lakini saa zingine pale mita bendi ulivyosema haifiki huko kwetu. Haifiki kwenu. Naam, labda huenda ukakuwa unakutana na changamoto ya kwamba labda kule uliko unaweza kuwa haupati Vihiga FM kwa tatizo moja au lingine ambalo limeweza kutokea. Tatizo hilo limeweza kugunduliwa na wataalamu wetu. Tatizo hilo kwa usaidizi wa serikali ya kaunti ya Vihiga ikiongozwa na gavana Dr. nafika kila eneo. Kwa hivyo kama eneo lako hautupati, hivi karibuni utakuwa unapata tatizo hilo linashughulikiwa mara moja na tutakuwa tunafika kwa uzuri tena sana. Asante. Siku ya leo mmepata kuona Mundia Ong'ute, mwanahabari kutoka pale Vihiga kituo cha Vihiga FM, ambayo ni siku ya redio. Asante sana kwa kujiunga na sisi. Kabla uweze kunikatiza itakuwa ni vibaya sana no. Bila kutaja wenzangu ambao tunashirikiana nao pale. Kama kawaida nitaanza na kikosi cha asubuhi. Nianze wanaendesha kikosi cha asubuhi. Asante sana, tunawafurahia kwa kazi kuntu ambayo mnafanya kila siku. Junior pia ambaye anafanya kazi yake kwa ubora wake, ni fuatishe Msera Ian Duncan ambaye pia anafanya kazi yake. Habari kuna Gilbert Lwanzi, kuna Timothy Manguya, kuna Wale Sigesa, kuna wanahabari Sharon Isiaho, Philemon Nzere, James Anzigare ambaye pia ni mwanahabari wa spoti, niweze kuwataja kwa uzuri tena sana. Kunaye reporter Victor Obiri ambaye pia anafanya kazi yake kwa ubora wake. Kunaye mwanahabari wa mauzo Janet Mutanda, pia itakuwa ni ambaye anatuongoza katika masuala na administration Victoria. Songa mbele. Kuna fundi wa mitambo Shadrack Bruno, tunamuita Magufuli, pia anafanya kazi yake kwa ubora zaidi. Kwa hivyo watu wapo ambao mnafanya, producers ambao wao wanafanya kazi nyingi, alafu sisi wenye
kunde ambao mnafanya, bila kusahau mkurugenzi wetu. Naweza nikatoka hapa nikapata shokos, bila kusahau mkurugenzi wetu Hazel Asiko ambaye anatuongoza. Kwa hivyo niseme tu ni asante sana kwa kazi ambayo kila mmoja wetu anafanya pale Vihiga FM. Mungu akaweze kuwajalia maisha yaliyo mema zaidi na zaidi. Asante. Na kwa wenzetu Vihiga FM tunawaambia Radio Day tunapowasherehekea siku ya leo, mnapoendelea kutuletea habari kwenye mitabendi 105.0 hapa Vihiga County. Na kwa wasikilizaji na wapendwa watazamaji, siku ya leo tumeweza kuwaletea Mundia Ong'ute, wana changamoto wanazopata kwenye redio, na mada wa mwaka huu ya akili mnemba ya AI inaweza kuwa inamaanisha ni ripoti zipi wameweza kupata pale kwenye redio, wamesaidia vipi jamii, wameweza kuona ikisaidia vipi serikali ya county. Pokea habari zenu wakiendelea kupeana ripoti kila siku. Tunawasihi muendelee kusupport Vihiga FM, na Happy World Radio Day to all our colleagues at Vihiga FM. Na wiki hii Feedback Friday tunasherehekea Vihiga FM na stesheni zote nchini Kenya na world over, ambapo tunasherehekea our colleagues ambao wanaweza kutuletea habari pale kwenye radio. Thank you to everyone for joining us today. Continue wishing Vihiga FM Happy World Radio Day, and thank you again for continuing to listen to the station and to all our stations in Kenya. This week's show is brought to you by the Department of Communication. Join us every Friday on Feedback Friday as we answer your questions, and we're also able to bring experts and guests who we celebrate on Feedback Friday. Until next time, I'm your host Shamim Kerai Hussein. Tupatane wiki ijayo. Tuko sawa.